Hello, mambo vipi? Karibu Vivi Kitchen. Kama ni mgeni, karibu sana, na kama mwenyeji, hongera. Tuendelee kujifunza mambo mbalimbali yanayojiri katika chaneli hii. Vivi Kitchen nipo kwa ajili yako, kwa ajili ya kusogezea fursa mbalimbali. Na leo nimekuletea mambo muhimu ambayo yanaweza kufanya wewe ukajitofautisha sokoni. Kumbuka kwamba sasa hivi kuna ushindani mkubwa sana sokoni. Kwa hiyo ni namna gani sasa, au ni vitu gani ama ni mambo gani ambayo yafuate ili uweze kujitofautisha sokoni. Mambo hayo ambayo nimekuletea ili uwe kitofauti sokoni ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza kabisa, unatakiwa umtangulize Mungu. Mungu ndio kiongozi wako. Mungu ndio dira. Mungu ndio kila kitu. Mungu ndio anayetuongoza kwa kila jambo. Kwa hiyo pale kati zako unazofanya, biashara zako unazifanya, basi mtangulize Mungu kwanza. Mungu ndiye awe wa kwanza. Basi muombe Mungu aweze kusimamia biashara yako vizuri kabisa. Aisimamie biashara yako na usichoke kuiombea biashara yako kamwe. Ili Mungu aweze kuibariki na wateja waweze kuminika vizuri kabisa. Jambo la pili ambalo unatakiwa uweze kulifanya ili uweze kuwa tofauti sokoni, au uweze kujitofautisha kutokana na ushindani sokoni ni mkubwa kwa sasa, basi unatakiwa ujiamini. Jiamini wewe kwanza kwa kile unachokifanya. Na pia iamini biashara yako ama bidhaa yako. Ukishajiamini wewe kwanza kwa kile ambacho unakifanya, itakusaidia kuweza kuendana na ushindani sokoni, au kuweza kujitofautisha kwa sababu unaiamini ile biashara yako ama bidhaa yako. Kitendo hicho ambacho unakifanya cha kujiamini kwa kile ambacho unakifanya, basi itakusaidia wewe kuweza kuwafanya na wale wateja wako ama ambao wanahitaji bidhaa yako waweze kukuamini na kuiamini bidhaa yako. Kwa sababu unaiamini bidhaa yako na unajiamini na wewe kile ambacho unakifanya, basi itakurahisishia wewe wateja wako kuweza kukuamini pia. Hilo ni jambo la pili ambalo nimekubainishia kwa siku ya leo, na tunaelekea jambo lingine la tatu ambalo litakufanya uweze kujitofautisha sokoni kulingana na ushindani mkubwa kwa sasa sokoni jinsi ulivyo. Na unajua kwamba watu sasa hivi asilimia kubwa kila mmoja anafanya jambo lile ambalo unalifanya. Kwa hiyo ili uweze kuwa tofauti, basi unatakiwa kuna mambo ambayo unatakiwa yazingatie uweze kujitofautisha nao, hata kama kwamba mnafanya lile jambo linafanana, ama mnafanya ile biashara ambayo inafanana, ama mnatengeneza ile bidhaa ambayo inafanana. Jambo la tatu ambalo unatakiwa ulizingatie, usikate tamaa. Usikate tamaa pale ambako unakutana na changamoto. Najua katika mapambano hayo ambayo unafanya, kuna changamoto ambazo unakutana nazo kwenye biashara yako, kwenye bidhaa yako. Changamoto ni nyingi. Basi hizo changamoto zisiweze kukufanya wewe kuweza kutoka kwenye njia yako ambayo umejiwekea kwamba nafuata njia gani. Basi hebu usikate tamaa. Kukata tamaa ni jambo ambalo asilimia kubwa linaumiza watu wengi kwa kweli, kutokana na ile mtu anakutana na changamoto ambayo sasa anasema sasa mimi hapa leo basi. Umeona? Yaani leo basi naishia hapa. Hapana. Nikukumbushe tu, unapokutana na changamoto ndizo ambazo zinakufanya wewe, zinakuchochea wewe
zinakusukuma wewe kuweza kufanya vizuri zaidi ama kuweza kukomaa zaidi na kile kitu ambacho unakifanya. Changamoto ziko nyingi. Unaweza kununua bidhaa alafu ile bidhaa ikaja ikaoza, labda mfano wale wauzaji wa bidhaa ambazo zinakuwa na muda mchache wa kukaa. Kwa hiyo mfano labda matunda umenunua yamekuja yameoza, hujarudisha ile pesa ambayo unatakiwa uirudishe ile faida yako. Na pia labda umetengeneza bidhaa yako lakini mwisho wa siku haijafikia yale malengo ambayo ulikuwa unatarajia kwamba ifikie malengo gani, uuze upate faida, lakini mwisho wa siku na muda labda umeenda, mwisho wa siku hujafikia kile ambacho umekitarajia. Hivyo basi ndugu yangu, nakuomba please, tafadhali usikate tamaa. Changamoto zipo nyingi sana, usikate tamaa. Yaani kadri unavyoona kwamba changamoto zinakuzidi sana, ujue mafanikio ndio ambayo yanakuja. Kwa hiyo kuwa mvumilivu pale ambapo unakutana na changamoto zozote zile katika mapambano yako ya ujasiriamali, mapambano yako ya utengenezaji wa bidhaa, yani kila kitu kile ambacho unaona kwamba unakifanya lakini ukawa unakutana na changamoto, basi ile roho ya kukata tamaa inakukuta. Ikatae. Ndio maana ile mwanzo kabisa nilisema kwamba mtangulize Mungu. Kumtanguliza Mungu kwa kila jambo, Mungu atakupa ujasiri. Ile hofu atakutolea. Masala ya kukata tamaa atakutolea. Kwa hiyo mtangulize Mungu pale ambako unaamua kufanya lile jambo. Mtangulize Mungu wako kwanza, muombe Mungu kwamba Mungu, mimi naenda kufanya 1 2 3. Naomba uniongoze. Naomba unimlike, unipe nuru, unipe mwanga. Pindi pale ambako nataka kuanguka, basi Mungu naomba unisimamishe. Sawa? Itakusaidia sana. Kwa hiyo kukata tamaa sio vizuri katika mapambano. Na kukumbusha tu, Vivi Kitchen nipo kwa ajili yako, kwa ajili ya kusogeza fursa ya utengenezaji wa ubuyu wa vipande kwa ubora zaidi. Una ubuyu wenye faida na pia ubuyu wa Zanzibar ambao ubuyu unapata faida. Yaani ubuyu wenye ubora na pia ubuyu wa kawaida na karanga za mayai. Karibu uweze kunitafuta WhatsApp, uweze kujifunza kwa vipimo zaidi ili uweze kutengeneza bidhaa yenye ubora zaidi. Na wanafunzi wengi sana ambao wamejifunza, pitia katika mirejesho mbalimbali kwenye video zangu, utaona jinsi ambavyo wamelishika soko kupitia ujuzi wa Vivi Kitchen. Vivi Kitchen nipo kwa ajili yako. Nitafute kwenye namba hizo ambazo unaona hapo kwenye screen. Na namalizia jambo la mwisho kabisa, tengeneza bidhaa yenye ubora. Tengeneza bidhaa yenye ubora na paki katika vifungashio ambayo ni bora vyenye kumvutia mteja. Hapa wewe ambaye ni unatakiwa uweze kujitofautisha sokoni, basi tengeneza bidhaa yako. Usitengeneze tu bidhaa limradi tu kwamba ngoja tu nitengeneze hivi. No. Tengeneza bidhaa ambayo hata mteja akiiona au akianza kuitumia basi atafurahia na kesho atarudi tena. Na vifungashio vyako, paki vifungashio ambavyo vitamvutia mteja na kuweza kurudi tena kesho na kesho kutwa ili aweze kununua tena bidhaa zako vizuri. Leo nimekutajia mambo muhimu ya kujitofautisha sokoni. Mungu aweze kukubariki sana na asante kwa kunisikiliza.